Hili ni tatizo ambalo karibia kila mtu analo ambaye anajitafuta kuhusu upambanaji na hatima ya maisha yake. Karibia kila mtu analo hili tatizo, lakini mimi naweza nikaliweka kama ni upande fulani wa saikolojia, kama tatizo la kisaikolojia hivi, kwa sababu hawajui, au kwa sababu wanakuwa hawana ufahamu, hawana maarifa zaidi. Lakini iko hivi, tatizo lenyewe watu wanawaza kwamba nipate wapi mtaji ili niweze kufanikisha mambo yangu, nipate wapi mtaji ili niweze kufanikisha wazo langu ambalo natamani kuliweka wazi. Sasa iko hivi, kwanza kama wewe ni mgeni kabisa katika chaneli hii, basi bonyeza subscribe, lakini pia bonyeze kile kitufe cha kengele. Utakuwa unapata notification au taarifa, utakuwa unapata kwa wakati, utakuwa unakuwa wa kwanza kupata taarifa zetu za mafundisho ya ustawi wa vijana na hatima zao, ambayo tutakuwa tukiyatuma kila siku katika chaneli hii. Sasa tatizo lenyewe ni kwamba nipate wapi mtaji ili niweze kuishi jambo hili. Mimi nakupa majibu yake. Je, upate wapi mtaji? Upate wapi mtaji? Iko hivi, mtaji huwa ni starting point, kitu cha kuanzia. Alafu juhudi zako zitakifanya kile kitu cha kuanzia kiwe na matokeo makubwa. Kwa mfano, labda 100,000 ya kuanzia katika biashara, alafu bidii sasa na juhudi zako katika biashara yako sasa itaizalisha ile 100,000, ile 100,000 iwe na matokeo makubwa kabisa kuelekea milioni, bilioni na kadhalika. Sasa utapata wapi mtaji? Uipate wapi fedha? Iko hivi, utaipata katika, mimi nimekuandalia maeneo 6 ya kuipata fedha au kupata mtaji wako. Kupata mtaji nimekuandalia maeneo 6 ambayo utaupata mtaji. Iko hivi, kila mtu duniani akiwa na maarifa haya ana uwezo kabisa wa kupata mtaji bila kupata changamoto wala kupitia magumu wala kulalamika kwamba hana mtaji. Ingekuwa tu ni mtaji angefanikiwa. Kwa hiyo kwa sababu hana mtaji basi hafanikiwi. Ukipata haya maarifa uweze ukapata hicho kisingizio, uweze wala ukakichukulia hicho kisingizio kwamba kina nguvu sana. Eneo la kwanza utaipata kwenye matatizo ya watu. Tatua tatizo kwenye jamii unayoishi. Tatizo lolote kwenye jamii ni fursa ya kupata pesa. Tatizo kubwa inakupa fedha kubwa, tatizo dogo linakupa fedha ndogo. Sasa hebu jaribu kuorodhesha matatizo gani kwenye jamii unayoishi yapo. Orodhesha hata matatizo 5, matatizo kadhaa, kisha uchague matatizo ambayo wewe unayamudu kuyatatua. Hapo utapata mtaji, utapata fedha. Tatizo lolote lile ni fursa. Kwa mfano, wewe jaribu kuwaza katika wiki hii fedha ambazo zimetoka mikononi mwako, ulikuwa unatatua tatizo gani alafu unawalipa watu pesa? Yaani watu walikuwa wanakutatulia matatizo yako, lakini wewe unawapa pesa kwa sababu wanatatua matatizo yako. Umetoa fedha shilingi ngapi katika wiki hii ili watu wakutatulie matatizo yako na wewe ukawapa pesa? Jaribu kuwaza. Lakini pia jambo la pili au sehemu ya pili ambayo fedha utaipata au mtaji utapata, utapata kutoka kwa watu. Pesa zote duniani zimemilikiwa na watu. Kama wewe huna hela, maana yake kuna mtu anaimiliki hela. Hela au pesa hazimilikiwi na nyasi wala majani wala nini na nini wala misitu. Hapana, misitu ni watu wanaomiliki fedha. Kama wewe huna, basi kuna watu wanazo. Sasa wewe utafanya nini ili umiliki? Maana yake tafuta thamani yoyote ile, halafu ile thamani ikusaidie kutoka kwenye miliki zao, halafu umiliki kutoka kwenye miliki zao. Yaani
thamani yoyote ile itakayofanya wakupe fedha isafiri kutoka kwao. Wewe ndio hujanielewa vizuri, namaanisha hivi, tafuta thamani yoyote ile, alafu ile thamani uihakikishe kwamba hiyo thamani watakulipa wao. Fedha italazimika kusafiri kutoka kwao kuja kwako. Sasa jaribu kuwaza, hivi ni thamani gani uitoe kwao ili wakupe pesa? Ni thamani gani uitoe kwao ili wakupe pesa? Kama utatengeneza thamani kubwa sana, watakupa pesa kubwa sana. Kama utatengeneza thamani ndogo sana, basi na wewe utapata pesa ndogo. Sasa jiulize, ni thamani gani uifanye kwao ili hela wakupe? Jaribu kuwaza. Lakini pia sehemu ya tatu, fedha utaipata au mtaji utaupata kutoka kwenye vipaji vyako. Kila mtu duniani ana kipaji. Kila mtu duniani ana kitu cha pekee ambacho Mungu alimpa. Hicho kitu ni kama kipaji kwa lugha nyingine. Sasa jaribu kujitafakari, una kipaji gani au una vipaji gani? Sasa ukigundua vipaji ulivyo navyo au kipaji ulicho nacho, basi kikuze hicho kipaji. Kikuze kwa kufanya mazoezi sana na mafunzo sana. Kipalilie, alafu kistawi. Kikisha stawi, basi kuna hatua za kufanya baada ya kukijua kipaji chako. Nitakuja na somo hilo la hatua za kufanya baada ya kujua kipaji chako ili kiweze kukulipa. Unaweza ukaniandikia comment ili somo nililete mapema kama unalihitaji mapema, lakini nitakuletea somo hili. Lakini pia sehemu ya 4, uipate wapi fedha? Utaipata kutoka kwenye ujuzi wako. Mtaji utaupata kutoka kwenye ujuzi wako. Ujuzi wowote ule unaweza kukufanya wewe upate mtaji au kukulipa. Ujuzi unalipa. Sasa tambua ujuzi wako, kisha ugeuze kuwa mafunzo ya kuwalipisha watu. Yaani ziwe kama ni kozi. Unaweza ukapata kipato fulani au kitu cha kuanzia kwenye jambo unalotaka kulifanya. Au kama unataka wewe kujilipa kupitia ujuzi wako, basi unaweza ukaendeleza kujilipa. Kwa hiyo ujuzi wako ni wa maana sana, kwa sababu unaweza ukaanzisha kama kozi fulani, uko unafundisha, unapata kiasi fulani. Au ujuzi wako mtu akawa anakulipa kupitia ujuzi tu unaofanya wewe mwenyewe. Au unaweza ukaangalia wewe mwenyewe unaweka kampango mkakati gani kupitia ujuzi wako ili wakulipe. Lakini pia sehemu ya 5, uipate wapi fedha? Utaipata fedha au mtaji utaupata kutoka kwenye huduma yako, au bidhaa yako au kazi yako. Yajue mazingira ya watu, alafu toa huduma au bidhaa au fanya kazi. Fedha itakutembelea. Lakini pia eneo la 6 na la mwisho, utaipata fedha au mtaji kutoka kwenye mawazo. Kila unachokiona duniani ni matokeo ya wazo. Kilianza kama wazo, idea, alafu ile idea au wazo likageuzwa kuwa uhalisia. Ule uhalisia ukaanza kulipa fedha. Ukiona ndege inapaa angani imebeba abiria, basi hiyo ndege lilikuwa wazo la mtu. Lilikuwa wazo la mtu, alafu akaligeuza likawa kitu uhalisia. Na wewe mawazo yako ukiyaweka kuwa uhalisia, basi yatakupa fedha, yatakupa kipato, yatakupa ka starting point. Iko hivyo, yatakupa kama mtaji. Lakini baada ya kuyaandika sasa haya mawazo yako, yafanye katika mipango mikakati sasa. Alafu ile mipango mikakati uitekeleze. Alafu kisha yafanyie kazi kwa kuyaishi, na hatimaye sasa utayaona matokeo ya kifedha. Kutoka wazo hadi mpango, na kutoka mpango hadi vitendo, na kutoka vitendo hadi matokeo, basi utapata faida utaipata. Utapata matokeo fulani hivi yatatokea. Hongera sana kwa kusikiliza somo hili. Naomba uniandikie comment kama umejifunza au kuna kitu gani kingine ambacho natamani nikufafanulie zaidi. Health life to you.